Wewe man. Di. Mbona hujaamka? Sana amka niende wapi juu yangu? Usiseme hivyo. Najua niliamka nikafika. Kwani ni saa ngapi? Nikwambie kitu. Unaona wakati ulikuwa unaomba sana, wakati ulikuwa unaenda kwa mlima kuomba. Si ulikuwa unaamka saa 9, saa 7, saa 8 unaenda kuomba. Mbona wakati imehappen hivyo vile imehappen? Bora umekufa morali hivyo. Sijakufa moyo, bado naomba hata saa hii. Haya, so hata nikwambie kwa God, yaweza ikawa ni mtihani. Na vile umelala hapa hivi, utapata baraka, kazi shachukuliwa zote. Utapata baraka, kazi shachukuliwa zote. So hizi jaribu jo kuamka unajituma kiasi, ama unaamka mapema, unaongea na watu, hapo utakufia na depression. Hapo utakufia na depression. Ilikuwa huko nje. Halafu sasa siamke, nikazunguka nikarudi. Na siamke sasa kunywe chai ama uko sawa? Acha inaweza kunywa. Sasa ni nini inakusumbua sasa? Unajua nayo ukiwa binadamu, niambie sasa. Hawezi kosa mambo inakusumbua kwa akili. Mambo ni kaa gani? Mtu anaendaga straight the point. Ndio kama unua kusaidika unasaidika, na kama usaidiki haraka ni siri. Unajua nayo hata jambo hili, kama tuseme hivyo, kama jana hivyo nililala kwangu. Leo nimelala kwako. Na si ati nikupenda, ama si ati ni sherehe tulikuwa nayo hapa, ama maombi. Ni shida. Unajua hiyo ni jambo lingine lina hurt sana. Ni jambo linaingia mtu sana kwa moyo. Lakini si ati nimeingia sana. Sijafika ati kwa kona. Bado niko na imani, najua Mungu atatenda. Wewe ndio unajipeleka kwa kona, usiseme hujafika kwa kona. Kwa kona ushafika juu. Kama hujafika kwa kona ungekuwa kwa hapo mahali huko. Ungekuwa unaamka. Piga maombi, ambia Mungu nifungulie milango. Nimeomba sana ndugu yangu. Nimeshinda tu hapa nikiomba, hata nimelala kama saa hii tu, hata labda nimelala 2 hours. Nimekuwa hapa, nilitoka nikapiga raundi. Nikarudi. So ile ninaweza kuambia jioni kuna mahali tunaweza enda na wewe kazi. Although before tuende, kuna vitu mimi nanisumbua pia kwa akili. Kuna vitu zako mimi naona kadhaa. Na vile nimeviona, kuna vitu 2, 3 nimeona naweza kuelezea. Kitu ya kwanza, don't trust anyone. Kweli. Kitu ya pili, hata ukikaa na mtu ama uingie na mtu kwa content fulani, jifikirie sana. Juu watu raundi hizi kaa mbeleni. Kweli. Watu wazuri wote walikufa. Watu washabadilika. Watu walibadilika wakakuwa wanya. Huwezi sema watu wazuri. Hivyo nasema ni niulize kwa nini? Tumekuwa na unyama. Tumekuwa na nini? Unyama. Ile unyama tuko naye. Ukiona mtu yote anakutafutia makosa yenye ambaye hauna, ama mtu anakuja kuchafua jina yako, na anaichafua kwa njia wewe mwenyewe hujajua, na anaichafua kwa kitu wewe hujafanya ama hujaona, hiyo ni nini? Hiyo ni nyama. So naweza kuambia wewe usijifanyie vibaya mama. Usijifanyie vibaya? Siwezi jifanyia vibaya, hiyo na ni kweli. So wewe ndio tu peke yako unaweza kujiamini wewe mwenyewe. Hata mimi usiniamini, unasikia nakupea hadithi ya mdomo. Inaweza ikawa ni mdomo, lakini roho kuna chenye nimekuwekea. Juu roho ni msitu na ni hadi kuipasua ujue vyenye iko. Mtu tu ndo anajijua
tu ndio ujijua. Na ndio maana nimekwambia huwezi jifanyia nini? Siwezi jifanyia vibaya. Yeah, the next nikakwambia roho ni msitu na ni msitu inaagiza. Imeshikana kushikana na imeshikana kiaje, ni inakuanga ni gumu sana kujua chenye iko hapo ndani ya hiyo roho. Ni kweli. Ingine ni kuamini tu, tunaamini juu umeniambia na mdomo na wewe unionyesha na vitendo. Lakini instead of that sitajua hapo pengine uko aje. Nitakujua through vitendo na reactions zako. So ni mzuri na ni mbaya, lakini kuna kitu mimi naweza kuambia ndugu yangu, watu si wazuri. Wakati utaika chini na mtu mnaongea nini mwenyewe, jaribingi kuchukua chenye unaona inaweza kusaidia kwake. Yenye unaona haiwezi kusaidia unawachana nayo. Juu huwezi beba kila kitu yenye unasikia kwa watu. Unabeba yenye unajua itakusaidia. Na usiwahi ambiwa na mtu wacha kuenda na ule ama kuenda na ule ni mbaya, na hujaiona ubaya wake. Fuata kwanza ujue ubaya wake na uzuri wake. Waweza ukawa unapewa ubaya wake na ikue huu ndo Mungu amemtumia akuvukishe mahali naye. Hakuna siku utajivukisha peke yako. Kuna siku utaifanya nini? Utajivukisha peke yangu. Lazima utafute wengine ndio uvuke. Hakuna mtu anaweza peke yake. Na ndio unasikianga kuna kitu inaitwa daraja. Ukitaka kuvuka mtu ama bridge hiyo. Bila hiyo bridge unaweza vuka? Huwezi vuka. Bila hiyo bridge huwezi vuka. Na ndio maana imewekwa hapo ndio uvuke. Ujue pia kuna watu wamewekwa hapo na Mungu ndio aweze kukuvukisha. Na usipokuwa mjanja, ujue hao watu wamewekwa hapo kukuvukisha, wanaweza kumaliza na wanaweza kupatia chenye unataka. Wanaweza kupatia chenye unataka. Ni kweli. Imani yako. Imani yangu ndio very important kwa God. Ni kweli. Yeah. Ulikuwa unaona kitambo tukilewa na wazazi, wacha tu hata mimi niseme tukilewa na wazazi. Kuna watu ulikuwa unaona ukipatikana naye kwa barabara na mzazi anakukazi kama la kupiga na kuambia sitaki kukuona na huo mtu, sitaki hata kuona mkifanya kitu yote na huo mtu, mtu atakuharibu. Kisha mamako si ati alijua atamharibu. Wakati alikuja nikusikia akiambiwa na kale ka familia si kazuri, wale watu si wazuri, lakini hakufuata ajue mbona naambiwa hawa watu si wazuri. Amewachukia tu bure. Juu aliambiwa ni wabaya. So ndio nakwambia ukiwahi ambiwa mtu ni mbaya, before ujue ubaya wake na uzuri wake, wewe jifanyie uchunguzi wako ujue mtu ni mbaya kiasi gani. Ukiona hiyo ubaya wake umueleze, ukiweza kumgeuza mgeuze. Akishindwa kugeuka wewe muondoke. Lakini usiwahi ambiwa mtu ni mbaya ukamchukia, na labda huyo mwenye unachukia ndio Mungu alikuwa amemtuma akuja kuvuki. Lakini juu kuna tushetani twingi, tushetani lazima tuingilie wapi? Hapo katikati. Tukuonyeshe huo mtu ni mbaya ndio muondoke. Ndio baraka zako nazo ziondoke. Hivyo ndivyo situation iko round. Na ndivyo uko hata wewe. Baraka Mungu alikupea na ukazipokea, akakutumia wengine, ukakosa kuwaelewa na ukakosa kuuliza Mungu. Hao wenye ulitumia wakakumaliza. Lakini kama ungekuwa mtu mtiifu kwa Mungu na unafuata amri zake, hakuna kiboko yote huyo anaweza kupi. Kitu ya kwanza, Mungu anapenda watu wake sana. Mungu anapenda na hapendi. Mungu hapendi ukiona vibaya ama ukiumia. Anataka ukae vile yeye mwenyewe
ajili anasema atakaye kaa kama mimi na atakaye fuata amri zangu atakuja kuona nini? Atakuja kuona nini? Ufalme wa mbinguni. Hapa kuna ufalme yote unaona? Ufalme iko kwa roho yako. Kwa roho yako. Na roho ndio ya Mungu. Si mwili. Ni kweli. Si mwili? Si mwili. Ni roho? Ni roho. Juu. Mbona ukikufa roho ndio uachana na mwili, utengana na mwili? Sababu ya maana sana ya Mungu ni roho, ni roho. Roho ndio ya Mungu, si mwili. Hiyo ndio inaendaga kwa ufalme wa mbinguni. Nesi inaendaga. Mwili unabaki. Iko tu juu ya spirit yako mpaka siku ya judgment. Mpaka siku ya judgment. Na kitu ingine, hata mtu mwenye alikufa, wewe huwezi ongea na yeye, lakini anaongea na wewe. Unajuanga hivyo? Wewe unajuaga hivyo? Sema hujui. Haya, mtu amekufa, spirit. Kuna spirit inakujanga kwa uhai wao. Na hiyo spirit haikuangi kwa mtu wako hai. Okay? Na ndio naonanga usiku ukilala kuna mtu alikufa kitambo. Lakini unaota na yeye. Unaota na huo mtu amekuja, mkaongea na yeye, mkapiga conversation kazuri na yeye, ukaamka kabisa pia. Hiyo ni spirit. Na inakuaga ni real. Inakuaga ni nini? Ni real. Ndio maana nakwambia mwili ndio inakufanga, lakini roho haikufi. Roho haikufi. Kweli. Roho hiyo uishi. Na ndio nasikianga ukiambiwa unalinga na mwili, na mwili ni maua. Juu hata maua kuna saa inashine. Wakati mwingine inanyauka. Wakati mwingine unaweza pita hapo hata uichukie. So cha msingi ni kuwa chenye naweza ku advise ndugu yangu. Kitu ya kwanza, marafiki. Jua rafiki yako ni nani? Ndugu yako ni nani? Sasa hiyo unateseka juu ya marafiki. Si kitu kingine. Jua hakuna mahali God alisema kuumbe uteseke. Na hata yeye angejua na kuumba ukuje kuteseka angekuwa. Okay. Ama hata angeniua kitambo. Lakini alipoumba ndio tuje maisha Mungu kwenda ndio yake ile nataka. Sio cha msingi. Ninaweza kuambia jaribu kujishikanisha na watu. Jaribu kujishikanisha na watu. Na before kujishikanisha na watu, unauliza Mungu kibali. Ndio si kila mtu ataenda kujishikanisha na yeye akuwe mtu kwako. Kuna mwingine anaweza, for example, unaweza enda kuanza ka project kako. Ukuje uniambie, Raze, nataka kuanza haka ka project. Nikuonyeshe tu vile nimefurahia, hata napiga makofi. Juu umenionyesha nini? Project yako. Hiyo nataka kuanza. Lakini napiga makofi nikipiga hesabu vyenye nitakumaliza ili usianze nini? Hiyo project yako. Juu niko na kiburi. Na kiburi. Wakati unataka kuanza kitu yako, jipeleke kwa Mungu. Before uambie binadamu yote. Jipeleke wapi? Kwa Mungu. Na uongee na Mungu. Na Mungu anaongea. Kama ndio kwa design hii. Unaona sasa vile ukiomba ukiwa serious Mungu hujibu. Na hiyo ndio kuingia. Ngoja tumpate pale, umpate hapa barabara akwambie, di jana uliniomba vizuri sana kuja nikuba. Lakini yeye ulipa. Kitu na kingine. Ukiniomba hii, naweza kosa kukupatia hii, nikupatie hii juu ndio naona inaweza kusaidia.
Ni wangapi wanaombaga magari? Unaomba gari lakini hiyo gari unaomba inakuua. Ungejua utaomba gari ikuue ungeiomba? Hata ungeitaka. Kila mtu anaombaga tu akue, kila mtu anaombaga tu akue successful kwa maisha yake. Na ndio maana nakuambia kujishikanisha na Mungu, kila kitu yote, lawama zote zinakuondokea. Ile madhabahu ilipandwa juu yako ya fitina na nini, Mungu anaweza iondoa kwa masaa na madakika. Roho safi tu. Na Mungu haongangi. Mungu haongangi. Kuhonga Mungu nayo uhezi. Ingekuwa anahongwa, man. Singekuwa duniani. Ni kweli. Angehongwa kitambo uondoke. Lakini juu hahongagwi, binadamu ndio uhongwa. Ndio maana binadamu alihongwa, lakini naye Mungu akasema bado wewe utaishi. Na ndipo unaishi. Ni kweli. Si umetoka from no? Ni kweli. Umepita nyumba mingi sana. Ni kweli. Ulikuja wapi? Nilikuja kwako. Ulikuja kwangu kwa nini? Mimi si kuhonga Mungu ndo ukuje. Wewe kuhonga Mungu ndo ukuje huku. Lakini Mungu, God alikuonyesha. Huyo tu nadharaulingi, ama huyo nadharauliwa kwa hiyo mtaa yenu. Enda tu kwake, wewe ndo kuna usaidizi wa. Na ndio unasikianga ukiambiwa usiwahi dharau kitu yote Mungu amejiumbia. So idharau nini? Kitu yote Mungu ameumba. Kitu yote Mungu ameumba. Kila kitu Mungu anaumbaga. Binadamu wote Mungu anaumbaga na mfano wake. Kwa sababu yake ya kuishi. Na kila mtu akona sababu yake ya kuishi. Na hatuwezi kuwa mimi na wewe tunapewa sababu moja ya kuishi. Never ever. Kila mtu akona sababu yake ya kuishi. Anaweza kupatia miaka 100. Akijua hii miaka 100, miaka 20 ni ya raha. Hiyo ingine 80 ni ya mateso. Ajili kuna wale ulitesa. Mungu anaweza kupatia miaka 50. Na hiyo miaka 50 utakaa na raha. Hakuna siku utaiteseka hata siku moja. Lakini kabla ukaribie kukufa, wiki ngapi? Moja. Usahau hiyo miaka 50 juu ya wiki moja. Usahau nini? 50 years kwa siku moja, kwa wiki, kwa 7 days. Unaona? So acha mvingi ni kuwa mimi vile naweza kuambia, chungana na watu. The next, hao watu walikuja kwako kukuharibia. Mimi niliona tu kwa YouTube vile mashida zimekuwa mkia kuwa mtume, sio akasema si mtume wewe, nini wewe. Kitu moja mimi naweza sema kwetu sisi wanadamu, usiwahi point kitu yoyote inatoa sauti ya kumsifu Mungu kaitolea makosa. Hata ukipata wazimu anahubiri, musikize na usitoe nini yoyote, hateness yoyote yake kwa mdomo. Useme sijui ule nini, sijui ni wazimu, sijui. Anaweza kuwa wazimu, lakini hiyo wazimu Mungu ndiye ameitumia iweze kufikisha nini? Iweze kufikisha Injili. Na Injili hakuna mtu atajapewa ambiwe nimekupatia hii pelekea hawa. Hiyo ilikuwa akina Musa na akina Daudi na akina nani ndio alipewa Injili nyipeleke. Lakini sisi tunaitafu ya siku hizi ni kuitafuta, tunaitafutanga na tunaipata kwa imani yetu, na bila hiyo imani huwezi ipata. So ndio nakuambia wewe, hao watu walikufanyia hivyo, wasamehe. Mimi nishasamehea watu. Na usikuwe na usikuwe na kiburi ndugu yangu. Unaenda mbali. Sina shida na mtu. Unaenda mbali. Mimi naamini tu Mwenyezi Mungu. Unaenda mbali.
tulikuwa na yeye tu kwa hizo tulikuwa na yeye, si ati tumejuana leo ama jana ama juzi, ni almost 4 years ago. No. Lakini God naye akatutenganisha, kila mtu akaenda kivyake. Na nafurahia sana vile tutenganisha hivyo. Juu kama tungekuwa pamoja, maybe ningekuharibu ama uniharibu. Mengine ningekuonyesha vizuri ama unaonyesha vizuri, lakini God akatutenganisha, akasema wewe enda hivi na yeye enda hivi. Lakini all in all tumerudi tena baadaye tukapatana ukiwa na issue zako. Na mimi ukakuja ukanieleza issue zako, na mimi najaribu kutatulia hizo issue zako. Naye hata nikikutatulia, omba Mungu, mimi si Mungu. Ni kweli. Mimi ni binadamu kama wewe. Kweli. Chenye nafanya ni kukutimizia ile agano yako na Mungu. Na inaweza timia. Na itatimia kwa imani yako. Hata uambiwe mtu ati sijui nitakuombea upate, sijui nitakufanyia upate, never. Lakini wewe ulimi yako iko na uwezo wa kufanya kile kitu kwa dunia. Kama hiyo ulimi yako inaweza songeza hata mawe. Ni kweli. Kama hujaijua, hiyo ulimi yako inaweza ita upepo. Wewe unajua kutuma upepo? Unajua kutuma upepo? Na unajua upepo utumwa? Unatumago aje? Sijui. Haujui. Haya basi. Kuna vitu mbili mimi nitakupatia. Kuna kitu inaitangwa upepo. Na upepo inakutumango na mtu ako faithful kwa God, mtu ananyenyekeaga Mungu. Anaweza tuma upepo. Na hiyo upepo ndio ulitumiwa. Na upepo utumwaje? Kuna neno inakuaga kwa Biblia. Inasemaga mara saba. Na ukitimiza hiyo ahadi ya mara saba, chochote ulikuwa unataka kutuma, either ako wapi, either ako dunia gani ama ako shimo gani, itafi juu ni spirit. Na hiyo inatumango ni mtu ako faithful to God. Na hakuna wale wanatumanga upepo ni wawili ama watatu kwa leo. Na nikitulile utanifunza mambo mingi. Na inakuaga nikitulile. Na usiwahi ambiwa na mtu kuna uchawi. Hakunaga uchawi. Ni upepo. Nanga uchawi. Ndio maana zinaitwa mapepo. Uchawi ilishaka wakati Mungu alitoa karushiwa nguruwe. Hizo mashetani zilitolewa kwa binadamu zikarushwa kwa nguruwe. Hapo ndio shetani iliishianga, akawacha upepo. Na usiwahi cheza na weed. Usiwahi cheza na nini? Upepo. Na upepo. Hivyo nakwambia hivyo, kuna ule anajua chenye na maanisha. Wewe huwezi jua. Lakini kuna mtu anajua chenye na maani. Kutuma nini? Upepo. Na upepo ukitumiwa inakuwaga brute God. Maybe kuna kitu umefanyia Mungu. Haijamfurahisha. Maybe kuna kitu umefanyia mtu. Haijamfurahisha. Huyo mtu akizidi tu kuomba, inabakia wewe ndio